Tunapozungumzia kwamba toba ni hitaji la muhimu sana la kwanza la Injili, basi tunazungumzia kuhusu Kristo Yesu. And the Bible says, if any man is in Christ, is a new creature. Na maandiko yanasema yeyote aliye ndani ya Kristo basi ni kiumbe kipya. But the issue to consider here is how we are doing our repentance. Lakini kitu cha kuzingatia hapa ni kwamba je, tunafanyaje hiyo toba? It is enough doing by words only? Lakini je, inatosha kuhusu kuzungumza tu toba kwa maneno? Or we need to add some new thing? Lakini tunahitaji au la tunahitaji kuongezea kitu zaidi ya hayo maneno. Praise God. Bwana asifiwe. And I want to remind one thing again, that repentance is the best option when we come to the realization of sins that you have committed. Na nitaje kukumbusha kitu kingine pia cha muhimu kwamba toba ni kitu cha muhimu kama unahitaji. Yes. That when we have come to the realization of our deed wrong. Kama ukihitaji kudhihirisha basi utumishi wako au la mwenendo wako, basi toba ni kitu cha muhimu sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Praise God. Amen. So let us go and look, how does it mean when we say repentance? Ngoja basi tuende kuangalia kuhusu je, inamaanisha nini tunapozungumzia kuhusu toba. So repentance it's from the Greek word metanoia. Kwa hiyo toba huwa imetoka kwenye neno la Kigiriki ambalo linaitwa metanoia. So when you read the Bible and you find the word repent or repentance, it actually means metanoia in Greek. Kwa hiyo popote ambapo utasoma kwenye maandiko au kwenye Biblia ukikuta neno kutubu au toba, basi ujue limetokana na neno la Kigiriki ambalo linaitwa metanoia. And this word metanoia, na hili neno metanoia, it actually means, kwa kawaida tu linamaanisha the change, badiliko. So the change of what? It says the change of mind. Badiliko la nini? Badiliko la fikra. And that mind led to the change of the heart. Na hilo badiliko la fikra huwa linasababisha badiliko la moyo. And that change of the heart led to the change of the actions. Na hilo badiliko la moyo huwa linapelekea badiliko la matendo. So when we say someone is repenting, kwa hiyo tunapozungumzia kwamba mtu fulani ametubu, we actually say that man, kwa hiyo kwa kawaida tu tunamaanisha kwamba mtu huyo, his mind, akili yake, his heart, moyo wake, and his action na matendo yake are totally changed. Yameshabadilika kwa jumla kabisa. So when we find someone say I'm repenting and is doing the same thing, is not in repentance. Kwa hiyo ukimkuta mtu yote ambaye anakuambia nimetubu afu anafanya vile vile vitu ambavyo alikuwa anafanya kabla, basi ujue hayuko ndani ya toba. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. So the changing of the mind, kwa hiyo badiliko la akili, it leads to the change of the heart, inapelekea badiliko la moyo, and it leads to the change of the action. Pia badiliko la moyo inapelekea badiliko la matendo. So metanoia, kwa hiyo metanoia, it actually means the changing. Kwa kawaida inamaanisha badiliko. Praise God. How many of us we have changed ourselves? Nani kati yetu ameshabadilika mwenyewe? Yupi amebadilika, wengine hamjabadilika? Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Yeah. You can find someone, unaweza kumkuta mtu is repenting now in the service, anaweza kawa na tubu saizi ndani ya ibada, but his mind, lakini akili zake is committing something wrong. Inaendelea kufuata vitu fulani ambavyo sio sawa. Or his mind, lakini akili yake is planning, inapanga to do something wrong, kufanya kitu fulani ambacho si sawa. Soon after the service end. Muda mchache tu baada ya ibada kuisha. But now, lakini he is in repentance. Anasema yupo katika toba. Let me tell you one thing, that is not a repentance. Na nataka nikukumbushe kitu kimoja kwamba hiyo hapo sio toba. When you find yourself, ukijikuta mwenyewe you are repenting, unatubu on something, kwenye kitu fulani, and later on, na muda fulani baadaye,
you are repeating the same thing unarudia tena kile kitu that you have repenting this time, ambacho umekiombea toba, sasa you are not in repentance. Hauko katika toba. And that is not repentance. Na hiyo sio toba kabisa. May God help us. Mungu atusaidie. May God help us. Amen. So to repent is more powerful Kwa hiyo kutubu ni nguvu sana when it comes in the total change of mind and action. kama ikiletea mabadiliko ya jumla sana matendo yako And mind. na akili. But if you say you are repenting on something and you are continuing doing it, Lakini kama umesema unatubu juu ya jambo fulani na unaendelea kulifanya, you are not in repentance. haupo katika toba. And that is not repentance. Na hiyo sio toba kabisa. One day I was reading a book, Siku moja nilikuwa nasoma kitabu, and actually it was the banned book from the Bible, na kilikuwa ni kitabu miongoni mwa vitabu vya Biblia. the banned book that are not found in the Bible. Yes. In that book, I read the verse and it says, Na kwenye kile kitabu ambacho kipo nje na Biblia tafsiri yake, alisoma kitu fulani, it says, when you are committing a sin kama unaendelea kufanya dhambi and you fasting na unafunga for forgiveness of that sin, kwa msamaha wa hiyo dhambi uliyofanya, and later on na baadaye tena you are going to commit the same thing, unaenda tena kufanya ile dhambi uliyokuwa umeiombea toba, which kind of God will listen to you? na ni Mungu gani basi ambaye anaweza kukusikiliza wewe? Praise God. Asifiwe. So I've come to realize that Nikaja kugundua kuwa we cannot treat God. hatuwezi mtibu Mungu. We treat. Receive it. Amen. Yeah. Amen. We can't play against with God about sin. Hatuwezi kushindana na Mungu au la, hatuwezi kumchezea Kristo. You can say that I'm repenting now, Hawezi ukasema kuwa ninatubu sasa, but after this service, lakini baada ya muda mchache I have a plan of doing something wrong. unapanga tena kufanya kile kitu kibaya. You need to know yourself that is not repentance. Unatakiwa kujua kuwa mwenyewe kabisa kwamba hii hapa sio toba. So only smart people, they can do repentance. Lakini mtu yeyote ambaye yupo sawa vizuri kabisa anaweza kufanya toba. And sometimes I come far to say Lakini muda mwingine wanatokea mbali na kusema that only genius person, mtu yule ambaye ana akili sana he can do repentance, anaweza kufanya hiyo toba, not others. lakini sio nje nao. So repentance is the only for the genius people. If you're not genius, you can't do repentance. Kwa hiyo toba ni kwa ajili ya mtu aliye na akili sana, lakini nje na mtu aliye na akili sana si rahisi sana kufanya toba. When I say a genius person, I really mean Na ninapozungumzia huyo mtu mwenye akili sana, basi ninamaanisha a person who has a